Yaani huwezi kuamini mama, mume wangu amekivunja kile kibuyu na hata sijui amekivunjia wapi. Kweli uking'aa, hakuna wa kuzika. Kutoka mjini akaja binti wa matumaini, akamfuata. Karibu kiti. Asante. Ila mwenyeji wako hayupo. Ameenda wapi? Mimi sijui alipoenda. Kwani nyapo mnaishi wangapi? Wawili tu. Mimi na babu yangu. Babu yako anaitwa nani na ana miaka mingapi? Babu yangu anaitwa Kibabage, ana miaka 80. Na mimi na miaka 40, ndio maana nikukataza usiniite mtoto. Nikazania zile la mentali. Nikajua peace. Kumbe muuni. Oa. Oa. Oa, vipi mbona uko umelala tena barabarani? Shida nini? Kwa hapo unaishi na babu yako? Mimi nahisi sikuja kwa ajili yake. Ngoja mimi niende, sawa? Hapa akijaga mgeni haruhusiwi kuondoka kabla hajamuona mwenyeji wake. Na mimi ujio wako nilikuwa nimeshaujua. Hapana, ngoja tu niende, sawa? Amna. Msubirie mwenyeji wako. Hapana, ngoja tu mimi niende. Haya. Mimi sielewi kilichotokea. Japokuwa una kamba mguuni, ila inaonekana wewe ni mgeni katika hichi kijiji. Ndio mimi ni mgeni. Nimetokea mjini. Lakini nilikuwa naelekea kwa dada Zuu. Kwa dada Zuu napafahamu. Mimi nitakuelekeza. Lakini fanya chochote kitu. Unaona hii barabara uko unaelekea? Vuka nyumba ya kwanza. Nyumba inayofuata ndio hapo kwa Zuu. Adogo Gabu? Naam, brother Brighton. Samahani ndugu yangu. Nimetokea huku. Nimesahau kupitisha ka mzigo kwa Kaseke pale. Sasa nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja. Kwa kuwa wewe unaelekea huku, unisaidie kukapitisha hako ka mzigo. Usiku wa giza nyota zililia, jina lako kashinde upepo ulita, ulienda kimya bila kuaga.
Zera. 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 Oh. Kuhusu hilo ondoa shaka, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa naelekea njia ndio hiyo. Kwa haina shida, nikapitisha tu. Basi nitafurahi sana endapo utakafikisha hako kama mzigo, ndugu wangu. Mimi mwenyewe tu nikutoe wasiwasi. Lazima kafike. Yaani kiufupi tu huo mzigo umefika. Na kuaminia mdogo wangu. Dogo, umenifuata mpaka huku? Mimi sijakufuata wewe. Maana mimi unaniona dogo? Pita uendelee na safari zako. Nilijua tu. Na ndo maana sikuwa na mashaka aina yoyote. Hebu niambie kuliko tena hapa. Mgeni wako anakuwa anajaribu kutoroka. Bahabu. Hapo nenda kuanzisha vita ya 3 ya dunia sasa. Huyo mgeni mimi nimemtoa mbali Unguja. Kwanza hoje kufika Unguja, hilo la kwanza. Yaani nimemtoa Unguja kule nimeunganishwa na rafiki yangu Bonge Mapengo. AKA Mzee Yusufu, amuita Mzee Yusufu. Afu naambia amefanyaje? Haya niambie. Kwa vitimbui nilivyomfanyia, nadhani hata toroka tena. Hapo babu sasa tunaenda kuelewana sasa. Hapo babu umeupiga mwingi. Yaani babu ndio maana mimi Bwanga Bwangalao mzee wa Mimomoso mzee wa Totozi mzee wa vitu hilo, ndio maana mimi nimekufundisha vitu bado mapema kabla babu yako mimi sijafa. Kwa sababu baba yako mimi aliniambia nikulisishe vitu kingali ukiwa bado mdogo. Sasa babu, kwa hilo mimi nakupongeza sana. Tena kwa moyo safi. Sasa sikiliza. Mimi nenda zangu huko kwa Mama Cheusi. Nikachukue mambo ya chini ya pua. Si unajua tuna mgeni. Natakiwa apate. Maana katoka mbali yule ujue babu. Sasa nenda kaende kumlinda. Ushamfahamu? Wewe kaendelee kumwekea ulinzi mpaka pale nitakapo rejea nyumbani. Sawa babu? Ndio. Haya sawa. Hii ndio laya kuwatengeneza vijana bado wadogo. Leo hii na jeshi natembea na vimba Bwangalao. Mzee wa vitu. Vitu vitaniua bwana.
mjini akaja binti wa matumaini, akamfuata mpenzi aliyemjua mitandaoni. Alipofika kijijini akashanga mno, kijana aliyemtafuta alikuwa mzee wa siri. Akajaribu kutoroka, njia zikamchanganya, kijiji kizima kikawa na hadithi za ajabu. Akakutana na mtoto aitwaye Lusinga, aliyejua mengi yaliyofichwa gizani. Hadithi ya Kashinde bado yasikika kijiji cha Bwana Kaseke. Niambie bwana Gabo. Fresh tu. Ati Kama. Vipi lakini? Sasa mimi katika kupita zangu huko nimekutana na bwana Brighton. Sawa sawa. Kuna ujumbe ambao amenipatia. Ameniambia nije nikupatie wewe. Samahani mama. Jilani. Karibu. Mbona mwatiana mabao mchana kweupe hivi jua kali hili? Kawaida tu. Nilikuwa nafanya mazoezi ya kuchapa misukule. Binti mzuri utamharibu sura eti. Ila sio mbaya jilani. Nilikuwa nimekuja hapa kwako kwa sababu na mazungumzo kidogo na wewe. Kama nilivyokuongelea huko. Binti mzuri utamharibu sura eti. Ujumbe gani huo? Ujumbe wenyewe ni wapi? Samani, una hakika ujumbe kakupatia Brighton? Siku umetulia, upepo wanong'ona, hadithi ya Kashinde bado yasikika. Kijiji cha siri nyingi kimebaki kukumbuka kwamba mwisho wa yote ukweli ushinda. Tumebewa na mke.